Jason alikuwa kijana tajiri na mtanashati sana, mwenye rangi ya kuvutia iliyomfanya aonekane tofauti. Siku moja, akiwa anafanya manunuzi katika maduka makubwa, alibahatika kukutana na binti mrembo sana mwenye ngozi nyeusi ya mng'ao na macho ya mviringo. Alikuwa mwembamba na mwenye umbo la kuvutia mno. Jason alitokea kumpenda papo hapo. Hakutaka kupoteza muda, alimfuata huyo msichana na kumuuliza jina lake. Msichana huyo aliona aibu, lakini alimjibu kwa unyenyekevu, naitwa Maimuna. Jason alitabasamu, akamuuliza, unaishi wapi? Maimuna akamjibu, mimi ni msichana wa kazi, nafanya kazi za ndani kwa mtu hapa mjini ila kwetu ni kijijini. Jason akamwambia, sawa, naomba namba za simu. Maimuna akampatia namba zake za simu. Baada ya mwezi mmoja, Maimuna na Jason walikuwa wanawasiliana sana, kiasi kwamba Jason akamwambia anataka kumuoa. Maimuna alikubali, akamwambia, kama unanitaka, twende nyumbani unichumbie unioe. Jason alikubali na alichukua hatua haraka. Kisha yeye na Maimuna wakafunga ndoa. Harusi ilifanyika kijijini nyumbani kwao Maimuna, na ilikuwa ndoa kubwa sana iliyoshuhudiwa na wanakijiji wengi. Baada ya ndoa, Maimuna na Jason walisafiri kutoka kijijini na kuja mjini Arusha. Huko maisha yao yalianza vizuri tu, wakifurahia mwanzo mpya wa ndoa yao. Maimuna alijitahidi kumhudumia mumewe kwa upendo na heshima, akijisikia mwenye bahati kuwa mke wa Jason. Amani na furaha vilitawala nyumbani kwao. Hali hii iliendelea hadi siku ambayo Jason alimtambulisha mwanamke mmoja mrembo sana aitwaye Vivian kama rafiki yake kipenzi na wa karibu sana. Vivian alikuwa na tabia ya uhuru kupita kiasi, akionekana kuwa na ukaribu usio wa kawaida na Jason. Kwa kuwa Maimuna alikuwa mpole, hakupinga. Hakupenda ugomvi wala kumkosea mumewe, aliamua kumwachia Jason uhuru wake wa kuwa na marafiki, jambo alilojutia baadaye. Mara nyingi Maimuna alikuwa akiamka asubuhi anapika chakula na kumwandalia mumewe pamoja na Vivian, kwani Vivian alikuwa akija nyumbani kwao bila taarifa na kukaa muda mrefu. Kuna wakati wawili hao, Jason na Vivian, walikaa mezani wakila huku Maimuna akiwa jikoni anafanya usafi au kuosha vyombo. Wakati mwingine, walipokuwa wakikaa meza moja, Vivian alimuinua Maimuna na kumtuma akamletee chumvi au amtengenezee juisi. Maimuna alifanya bila shida, ingawa alikuwa hapendezwi na ile hali, lakini hakuwa tayari kumkwaza mumewe. Aliamini kuwa uvumilivu wake ungesaidia kudumisha amani nyumbani. Siku moja, Maimuna alipigiwa simu na rafiki yake wa kijijini aitwaye Galasia. Maimuna alipokea simu na kuweka sikioni, kisha akaanza kuongea kwa furaha, mambo Gala. Galasia aliitika akasema, salama Maimuna, unaendeleaje? Maimuna akasema, salama, kwema huko? Galasia akamjibu, sio kwema. Nilikuwa naomba unipe hifadhi nyumbani kwako kama hautajali. Maimuna akamuuliza, kulikoni? Galasia akamwambia, mimi na mume wangu tumegombana, hatuelewani hata kidogo na hapa navyokuambia kachukua watoto kawapeleka kwa bibi yao. Maimuna akasema, makubwa. Ni ile tabia yake ya kunywa pombe? Gala akasema, ndiyo. Kwa hiyo, naomba unisaidie. Maimuna akamwambia, haina shida, ngoja niongee na mume wangu. Usiku wakiwa chumbani wamelala na mume wake, Maimuna alitumia nafasi hiyo kuongea na Jason kuhusu Galasia. Jason akamwambia, nyumba yangu ni kubwa na rafiki yako anakaribishwa. Kikubwa tu awe na adabu. Maimuna akamuhakikishia kwamba Galasia ana adabu. Kesho yake ilipofika, Maimuna alimpigia simu Gala na kumwambia kwamba anaruhusiwa kuja. Galasia alifurahi na jioni ya siku hiyo hiyo alianza safari kutoka kijijini kuja mjini.
Alipofika nyumbani kwa Maimuna, alipigwa na butwaa kwa namna ambavyo nyumba ya Maimuna ilikuwa kubwa sana na nzuri. Alishindwa kujizuia kumpongeza na kumwambia ana bahati sana. Akamuuliza Maimuna, kwani mume wako ni bilionea? Maimuna alicheka na kumwambia, mume wangu mimi ni mfanyabiashara tu. Galasia akamwambia, hongera sana rafiki yangu, nyumba yako ni kubwa sana na nzuri mno. Maimuna akamwambia, asante, jisikie huru. Baada ya Maimuna kumpokea Galasia, alimpeleka chumbani kwake. Alipomfikisha chumbani, Galasia alikishangaa chumba na kukifurahia kitanda pia. Ubaridi wa chumbani ulimfanya ajisikie vyema zaidi. Akamuuliza Maimuna, huu ubaridi ni wa feni au? Maimuna akamwambia, hiyo ni AC. Galasia alijisikia raha sana. Majira ya usiku Jason alirudi kutoka kazini na Maimuna akawakutanisha Jason na Galasia. Galasia alipomuona Jason, alitabasamu na kumwambia, shemeji, mimi ni shabiki yako sana. Jason akamuuliza, shabiki kwenye nini? Maimuna akamwambia Jason, mume wangu, mzoe Galasia ni mtu wa utani sana. Jason alitabasamu akamwambia, karibu shemeji. Walipomaliza kula sebuleni, Jason na Maimuna walielekea chumbani kulala. Na Gala akaelekea chumbani kwake. Usiku huo mtulivu ulipita, Gala akiwa na furaha sana. Kesho yake asubuhi, baada ya kuoga, walienda jikoni yeye na Maimuna kuandaa kitafunio kwa ajili ya chai. Gala alikuwa na furaha muda wote, hadi wakati ambao Vivian alifika na kumuuliza Maimuna kwa ukali, mpaka wakati huu hujatenga chai mezani, unategemea tufike saa ngapi ofisini? Maimuna alijibu kwa unyenyekevu, usijali Vivian, nipo najitahidi kuwahi. Gala akashangaa akamuuliza Maimuna, huyu ni nani? Maimuna akamkonyeza Gala akamwambia, nyamaza. Gala akasema, au ni wifi yako? Vivian akamtazama Galasia, hakumsemesha, aliishia kumwambia Maimuna, fanya haraka ulete chai mezani, sisi tunachelewa. Maimuna akamwambia, sawa, acha niwahi. Galasia alibaki kashangaa na Vivian aliondoka na kurejea sebuleni. Gala akamuuliza Maimuna, mbona husemi, huyo mwanamke ni nani? Maimuna akamwambia, ni rafiki kipenzi wa mume wangu. Galasia alipaliwa na maji akasema, umemuitaje? Maimuna akarudia, rafiki kipenzi wa mume wangu. Galasia akabaki kaduaa. Akamtazama Maimuna kwa makini akamwambia, hivi wewe una akili? Unaruhusu vipi mwanaume wako awe na rafiki wa kike? Maimuna akamwambia Galasia, achana na hayo mambo, mimi sitaki vurugu kwenye ndoa yangu, mimi napenda sana amani. Gala akamuuliza, unapenda amani? Maimuna akasema, ndio. Galasia akamjibu, anha, sawa basi. Natumai hii amani unayoitaka wewe haikuumizi. Maimuna akasema, nishazoea. Basi baada ya hapo walipeleka chai mezani. Gala akatazama namna ambavyo Vivian alikuwa amekaa karibu sana na Jason, akimfundisha Maimuna namna ya kumpakulia Jason. Hali ile ilikuwa ikimkera sana Gala, anatamani kuongea lakini anashindwa kwa sababu Maimuna alimuomba asifanye vurugu. Baada ya chai, Jason na Vivian waliondoka na kuelekea kazini. Mgongano unazidi kufukuta. Majira ya jioni waliporudi, Vivian alijirusha kwenye kochi akamuita Maimuna akimtaka amletee maji ya kunywa, lakini badala ya Maimuna alikuja Galasia. Akasimama kando yake Vivian akamuuliza, unashangaa nini? Niletee maji ya kunywa, wewe mwanamke wa kijijini. Gala akatabasamu. Akamwambia, sawa, haina shida. Wakati ambapo Maimuna alikuwa anakimbia sebuleni kumsikiliza Vivian, alikutana na Gala akamuuliza, unaenda wapi?
Maimuna akajibu, naenda kumsikiliza Vivian kaniita. Gala akamwambia, nimemsikiliza tayari, rudi kwa mumeo. Maimuna akasema, lakini atakasirika. Gala akamwambia, acha ujinga. Yaani kazi za ndani zimekufanya uwe mtumwa hata wa fikra zako. Ebu nenda kwa mume wako, ndo kwanza amefika, alafu unataka kuwa bize na mtu mwingine kweli? Maimuna akamwambia, sawa, acha niende kwa mume wangu. Maimuna akarudi chumbani kwa mume wake. Gala akatabasamu na kuingia jikoni. Huko alichukua maji ya kunywa akaweka kwenye glasi, kisha akayaweka chumvi nyingi na kutembea polepole kumwelekea Vivian sebuleni. Baada ya kufika sebuleni, alimkuta Vivian kawasha anatazama kwa utulivu. Galasia akampatia maji. Vivian akalalamika, tangu umeenda huko jikoni ndo sasa unarudi? Gala akamwambia, samahani madam, kunywa maji. Vivian alichukua na kuanza kunywa. Kitendo cha kuweka maji mdomoni na kunywa, Vivian aliyatema haraka sana na kupiga kelele kwa sauti, akimwambia Gala kwa sauti, wewe mwanamke mchawi. Galasia alicheka akamwambia, shemeji na mkewe kwa sasa watakuwa bafuni wanaoga, shemeji hatokusikia. Ni bora uende jikoni ukajitafutie maji wewe mwenyewe. Vivian alikasirika, akainuka na kwenda jikoni. Akachukua glasi ya maji akanywa maji yeye mwenyewe, kisha akatoka akiwa na hasira. Akamfuata Galasia akamuuliza, wewe ni nani katika hii nyumba? Gala akamwambia, kumbe unao uwezo wa kuongea na mtu. Basi sikia, mimi ni mwanamke kutoka kijiji kimoja na mama mwenye hii nyumba, kwa hiyo jiheshimu. Vivian akamwambia Galasia, hivi unajua mimi nani ndani ya hii nyumba? Galasia akamjibu, najua wewe ni aina ya wale wanawake ambao wanajitongozesha kwa wanaume za watu, ni kama unamtaka mume wa rafiki yangu. Sasa basi, kwa taarifa yako, humpati huyo mwanaume. Vivian akapiga kelele akaita kwa nguvu, Jason, njoo haraka umsikilize huyu mwanamke, ananitusi, ananitukana mimi. Jason na Maimuna walikuja haraka hadi sebuleni. Waliwakuta Galasia na Vivian wakiwa wanatazamana kwa macho ya hasira. Jason akauliza huku akimtazama Vivian, kuna nini? Vivian haraka alimwahi Jason na kumkumbatia licha ya kwamba Jason hakuwa kavaa nguo ya juu. Akaanza kulia na kumshitaki Galasia kamtusi. Gala akasema, hapana, yeye kaniita mimi mwanamke wa kijijini na mshamba. Mimi nikamwambia sawa, hata wewe ni mshamba vilevile kwa sababu unajitongozesha kwa mume wa rafiki yangu. Maimuna alishtuka japo alihisi furaha kiasi fulani rohoni. Jason alihisi aibu akasema, sasa shemeji, kwa nini umwambie hivyo rafiki yangu? Galasia akamwambia, hapana, mimi sijasema kwa ubaya shemeji, tatizo langu kubwa maishani huwa ni kusema ukweli na hicho ndo huwa kinaniponza. Jason alimtuliza Vivian na Vivian akaondoka. Baada ya Vivian kuondoka, Jason alimtazama Galasia akashindwa kusema neno lolote kwake. Baada ya hapo, Maimuna aliingia chumbani kwa mume wake na kuanza kuomba msamaha kwa makosa aliyoyafanya Galasia. Jason akamwambia, kwani ataondoka lini? Maimuna akasema, sijajua ataondoka lini, maana kwa sasa bado mambo yake na mume wake hayapo sawa, naomba tumvumilie kidogo. Jason akasema, sawa. Kesho yake, Vivian aliporudi asubuhi kumpitia Jason waende kazini, alifika akamuita Maimuna kama kijakazi wake. Maimuna alikuja mbio. Vivian akamuagiza, naomba leo unitayarishie supu na chai ya maziwa, iwe nzito usizidishe sukari. Maimuna akasema sawa kwa utiifu na akaenda kuandaa.
Galasia alipofika sebuleni alimkuta Vivian akiwa amekaa na Jason huku kamlalia mapajani. Uvumilivu ulimshinda akamwambia, "Wewe mwanamke jamani, mbona hauna aibu? Unawezaje kumlalia hivyo mwanaume mwenye mke wake tena ndani ya nyumba yao? Wewe ukiombwa mzigo si unatoa wewe?" Vivian akainuka akamwambia Galasia, "Wewe mbona una wivu sana wewe?" Gala akasema, "Sio wivu ila kusema ukweli, wewe mwanamke mimi unanikwaza. Nisingekuwa na shida na wewe kama ungekuwa na mipaka yako, lakini hauna mipaka na wala haujali kabisa." Jason alijitoa kwa Vivian na kuweka mpaka kidogo. Galasia akasema, "Safi sana shemeji, hiyo ndo maana halisi ya mtu kuwa mwanaume wa mtu." Wakiwa hapo alikuja Maimuna na kuwakaribisha wote mezani. Walipoanza kutumia kifungua kinywa, Vivian alitaka kumuagiza Maimuna, lakini alipomtazama Galasia alijikuta akiinuka mwenyewe kwa hasira. Maimuna na Galasia walitazamana wakacheka kwa nguvu. Jason alitikisa kichwa tu. Baada ya kupata kifungua kinywa, hatimaye Jason na Vivian waliondoka kuelekea kazini. Wakiwa njia, Vivian alilalamika sana na kumwambia Jason, "Kwani hauwezi kumfukuza huyo mwanamke akae mbali na nyumbani kwako? Nashindwa kuvumilia hii hali." Jason akamwambia Vivian, "Siwezi kumfukuza kwa sababu yeye ni rafiki wa mke wangu." Vivian akamwambia, "Lakini siwezi kumvumilia kamwe. Jason, mimi ni rafiki yako, angalau dhamani uwepo wangu kwako basi." Jason akamwambia, "Nitafikiria hilo." Baada ya Maimuna kuwaza hali ilivyo ndani kwao, akaamua siku moja usiku kumfuata mume wake na kumwambia, "Ujue mimi siwezi kumfukuza Galasia kwa sababu yeye ni rafiki yangu. Ana uchungu sana na mimi, ndo maana anaona kama vile naonewa. Sasa basi, nimewaza namna ya kupunguza migogoro kati yake na Vivian ni kumuweka bize. Hapa nilipo mimi nina kiasi cha shilingi milioni 2, naomba uniongezee kiasi ifike hata milioni 4 nimpatie akaanze biashara." Jason alitabasamu akamwambia, "Hili ni wazo zuri sana mke wangu, ningejua tangu mwanzo tungeshafanya hivyo." Kesho yake Maimuna alimfuata Galasia akamwambia kuhusu suala la biashara. Galasia aliitika kwa furaha sana akiwa haamini kiasi kile cha pesa alichopewa na Maimuna. Galasia akamwambia Maimuna, "Hakika shemeji ni mtu mzuri sana na ana roho nzuri sana, sema tu yule rafiki yake sijui ndo Vivian anataka kumvuruga shemeji yangu." Maimuna akamwambia, "Achana naye." Kweli, baada ya mwezi mmoja, Galasia alikuwa ameanza biashara yake ambayo ilimuweka bize na alijivunia biashara hiyo. Lakini bado uhusiano wa Jason na Vivian ulimkera. Sio tu yeye, hata Maimuna pia hakuwa anaupenda uhusiano wa Jason na Vivian. Vivian alipojua kuwa Jason kamuongezea mtaji, Galasia alipaniki na kumwambia kwa maumivu, "Yaani Jason, wewe ni bure kabisa. Umeamua kumpa biashara ya kufanya huyo mwanamke ili mradi tu azidi kuwa na nguvu ya kunididimiza mimi." Jason akamwambia, "Lakini wewe hauoni tangu shemeji yangu kaanza kazi, hakufanyii tena visa. Kwa hiyo mvumilie." Vivian alimwambia, "Jason, tangu umeoa umebadilika sana, haunisikilizi hata kidogo." Jason akamwambia, "Lakini hayo ni mawazo yako wewe." Vivian alikasirika. Siku zilisogea na maisha yakaendelea. Siku moja Galasia alikuwa anatoka kazini akakutana na gari ya Jason. Kwa kuwa alikuwa amechoka, alitamani apate lifti ya kumsogeza hadi nyumbani. Lakini alipomuita Jason hakusimama. Ndani ya gari alikuwepo Vivian ambaye alimzuia Jason asisimame. Galasia hakujua.
Aliporudi nyumbani, aliwakuta Vivian na Jason wakiwa wamekaa mezani wanakula. Galasia akamwambia Jason, yaani shemeji, leo ni kuona barabarani nimekuita sana lakini hata hukunisikia. Jason akamwambia, samahani shemeji, labda mambo mengi. Vivian akamwambia Jason, unamuogopa nini huyo? Mwambie tu ukweli, nimekukataza usisimame. Maimuna na Galasia walijisikia vibaya sana. Galasia akamwambia, yaani wewe una roho mbaya sana na wala haijifichi, ndo maana huolewi. Hivi hujisikii vibaya kuganda na kumtawala mwanaume wa mtu? Anakuwa bize na wewe, anakupa kipaumbele wewe zaidi kuliko mke wake. Huo ni uchawi. Jason na Vivian wote kwa pamoja walipigwa na maneno yake usoni. Siku hiyo ilipita. Kesho yake asubuhi, Galasia aliwahi kwenda kazini na Jason na Vivian walikuwa mezani wanakula. Vivian akamuita Maimuna kwa nguvu. Maimuna akaja haraka haraka. Alipofika mezani, Vivian alichukua supu iliyokuwa kwenye bakuli akamsogezea na kuanza kugomba kwa nguvu. Ndo nini hiki umeandaa? Ina maana siku zote hizo ambazo umeishi hapa umeshindwa kujua ni supu ya aina gani napenda? Supu imekosa ladha, chumvi yenyewe umeweka kidogo, mbona hutumii akili? Maimuna alijisikia vibaya kiasi kwamba alianza kulia mbele ya Jason na Vivian. Akamwambia, naomba unisamehe sana Madam Vivian, kisha akachukua vyombo na kukimbilia jikoni. Jason alichukizwa na tabia ya Vivian, akamwangalia kwa hasira. Vivian akamuuliza, na wewe nini? Kwani huyo mwanamke wako hajui mimi napenda nini? Unamlea lea sana. Jason akamwambia Vivian, sasa naona umezidi, unajisahau kabisa kama Maimuna ni mke wangu. Usione anafanya kila kitu kwa ajili yako na kwa utii na kaa kimya ukadhani mimi ni mjinga. Mara ngapi anakufanyia vitu vizuri kwa adabu na utii, alafu unamtusi mbele yangu. Vivian akamwambia, kwa hiyo Jason, unanisema mimi kwa sababu ya huyo mwanamke wako wa kijijini, mimi hapa rafiki yako kipenzi wa enzi na enzi. Jason akasema, hata kama wewe ni nani, bado yule ni mke wangu. Vivian aliinuka kwa hasira akaondoka akilalamika na kumwambia Jason, umebadilika sana tangu uoe. Baada ya Vivian kuondoka, Maimuna alikuwa jikoni akiwa analia sana. Akaja Galasia ambaye alirudi bila taarifa na kumkuta shoga yake akiwa analia. Alimshika bega na kumuuliza, shida nini? Maimuna akampatia supu aliyokuwa ameiandaa. Galasia alipoionja, alimsifu Maimuna akamwambia, wewe unajua sana kupika, mashallah. Maimuna akamwambia, afadhali hata wewe umesema. Leo Vivian kanidhalilisha mbele ya mume wangu, kanitukana kasema eti hakuna nachojua, nimejisikia vibaya sana. Galasia akamwambia, hapana, wewe si unapenda amani, kwa hiyo chukulia kawaida mwaya. Maimuna alianza kulia akamwambia, hapana Gala, sihitaji tena amani ya aina hii, nahitaji kuwa huru na ndoa yangu. Galasia akamwambia, kama unataka hivyo, basi anza kukaa kama mke na sio kama mfanyakazi ndani ya nyumba yako mwenyewe. Maimuna akasema, sasa nifanye nini? Galasia akamwambia, badilika kuanzia mwonekano, mavazi na mtindo wa maisha. Mpe mumeo kipaumbele zaidi. Leo nikitoka kazini kuna nguo nitakuletea, lazima uishi kwa kumvutia mume wako. Maimuna akasema, sawa. Jioni ya siku hiyo, Galasia alimletea mavazi ya kisasa kabisa ambayo aliamini kutokana na umbo la Maimuna basi angependeza sana.
Alipompatia Maimuna avae, Maimuna aliona aibu mwanzo, lakini baadaye aliweza kutembea. Akawa anamwambia Gala, ujue mimi sijazoea kuvaa hivi. Gala akamwambia, maisha ya ndoa pia hutakiwi kuyazoea. Galasia akamkalisha kwenye kio na kumpodoa, kisha akamwambia, unaona hivi ulivyo leo, basi mimi nitakaa mbali kidogo ili nimuone shemeji ataonyesha umakini gani. Majira ya usiku Jason alirejea kutoka kazini na akaingia akiwa amependeza na suti yake. Alipofika sebuleni alimuona Maimuna akitembea kuelekea upande wake ili kumpokea. Jason alishtuka kidogo, akapigwa na butwaa baada ya kumuona. Maimuna alimfikia kwa madaha, akampokea na kumwambia, karibu ndani mume wangu. Jason alibaki katumbua macho kwa kigugumizi. Walipofika chumbani alikuta mabadiliko makubwa ndani ya chumbani. Kwa ufupi, alikuwa hawezi hata kuongea, muda wote alimtazama mke wake. Usiku huo ulikuwa mzuri sana kwao. Kesho yake asubuhi tena Maimuna alivaa nguo nyingine aliyopewa na Galasia, kisha akaenda jikoni kuandaa chai maalum kwa ajili ya mume wake tu. Vivian alipokuja anajichekesha, akamuona Maimuna akiwa anamuandalia Jason chai, akafika na kukaa mezani, kisha akamwambia Maimuna, hata hauvutii kuvaa hivyo. Jason akasema, ananivutia mimi sana, sio lazima akuvutie wewe. Vivian alijisikia vibaya na kushindwa aseme nini. Alipojiandaa kula chapati ambazo Maimuna alimuandalia Jason, Maimuna alimshika mkono na kumwambia, samahani Vivian, hii ni maalum kwa ajili ya mume wangu tu. Subiri cha kwako, Gala yupo jikoni anaandaa. Vivian hakuamini anachosikia. Baada ya Jason kupata kifungua kinywa, Maimuna alianza kumwomba ruhusa kwamba baadaye mchana anaomba kwenda dukani kufanya manunuzi. Jason alimtazama akamuuliza, uende ukiwa umevaa hivyo? Maimuna akasema, ndiyo, kwani kuna shida nikivaa hivi? Jason akasema, hamna shida, ni wewe tu. Maimuna alitabasamu. Jason na Vivian walipoondoka, Galasia akamfuata Maimuna, wakashangilia kwa furaha ya kila kitu. Maimuna akasema, ameniruhusu nikafanye manunuzi. Galasia akasema, huo sio ukweli, acha niende kazini, utanipa mrejesho. Baada ya kila mtu kuondoka na kwenda kazini, Maimuna alibaki nyumbani akafanya kazi zake mapema. Majira ya mchana alijiandaa vizuri ili akafanye manunuzi ya vitu muhimu, lakini alipokuwa akijiandaa kuondoka, alikutana na Jason mlangoni ambaye alirudi ghafla kutoka kazini. Maimuna akauliza, kulikoni? Jason akamwambia, nimekumisi sana, nisingeweza kukaa mbali na wewe siku nzima, alafu unaendaje kufanya manunuzi peke yako? Maimuna alicheka na hapo Jason akamvuta wakaelekea chumbani. Mambo kati ya Jason na Maimuna yalibadilika kupita kiasi, hadi Galasia akawa na furaha sana. Vivian alijikuta hana nafasi kabisa kwenye maisha ya Jason. Siku moja alipomlalamikia Jason kwa ajili ya mabadiliko yake, Jason akamwambia, mimi najiona nipo sahihi sana kwa sababu kama mwanaume nilistahili kuishi hivi na mke wangu, na haikuwa sahihi kukupa nafasi ambayo ilikuwa inamuumiza mke wangu. Kaa mbali na maisha yangu. Vivian alikasirika akamwambia, sawa Jason, lakini nimeumia sana. Alivyoondoka kwenye gari la Jason, alihakikisha anatafuta namba ya simu ya mume wa Galasia, kisha akampigia simu na kumwambia, umekaa tu huko wakati mke wako yupo huku anajivinjari tu na mwanaume mwingine. Mume wa Galasia alikasirika sana. Siku moja jioni wakiwa wamekaa mezani watatu wanakula chakula, Jason alipigiwa simu na namba ngeni. Alipoipokea, sauti ya mwanaume ilianza kumtukana na kumkwapua.
Mwanaume mshenzi sana, umekaa tu huko umemng'ang'ania mke wangu bila sababu, au unaona wivu kwa sababu mke wangu ana tako kubwa kuliko wako? Jason alikasirika akamwambia Galasia, samahani shemeji, nahisi huyu ni mume wako, naomba tu uende nyumbani kwako. Mimi mtu mwenye matusi siwezi kumvumilia, kibaya zaidi anamtusi mke wangu. Galasia akamwambia, shemeji, naomba umsamehe huyo mlevi kwa niaba yangu. Kesho yake, Galasia alichukua mabegi yake na kumuaga Maimuna akamwambia, natumai utakuwa salama, namuomba sana Mwenyezi Mungu akujalie ndoa njema. Maimuna akamwambia, nakushukuru sana Gala, umenisaidia mno mimi. Gala akamwambia, naipenda sana furaha yako, hakikisha hauruhusu mtu mwingine akupokonye amani ya moyo wako. Maimuna akamwambia, asante sana, nimejifunza. Kwa heri rafiki yangu. Galasia aliondoka na kurejea nyumbani kwake akamwacha Maimuna akiwa na amani na mume wake. Alikuwa na furaha sana kwa sababu alikuwa sababu ya ndoa ya mtu kuwa salama. Mwisho.